lakini sio mpango wa Mungu aliyopanga wewe upate. Mungu anamwambia Ibrahimu hivi kwamba agano langu nitaliweka imara kwa mwanao atakayeitwa Isaka. Ibrahimu anauliza Isaka yuko wapi? Lakini Mungu anafahamu kuna mtu ataitwa Isaka na anajua atazaliwa na mama anaitwa Sara. Na mimi natangaza Mungu anajua biashara yako hata kabla haijaonekana kwa macho. Mungu anajua biashara yako iko wapi, anajua utaenda wapi, anajua ndoa yako iko wapi, anajua kazi yako iko wapi. Na yeye aliyemwahidi Ibrahimu ataileta na kwa jina la Yesu. Nasema pokea kwa jina la Yesu. Mungu anaweza kuambia Mungu anajua. Mwambie kwa imani Mungu alikuwa anajua. Anamjua Isaka kabla Isaka hajazaliwa. Sasa kama alimjua Isaka kabla hajazaliwa, hata wewe Isaka wako anajulikana, hata wewe kampuni yako inajulikana, hata wewe ndoa yako inajulikana, hata wewe hatima yako inajulikana. Yaani hapo unasema ninamuona mama askofu ajaye, lakini wakati wa ndoa yako haijakaa sawa, hauna hata kuchumbia. Nitangaze kuna mtu auchumbiwi leo kwa sababu sio mtu akawa askofu wako mahali na Mungu atamleta. Yeye aliyemuona Isaka kabla hajawa tumboni mwa mwanamke Sara atakuonea na wewe biashara yako na ndoa na kazi ambayo haitakupa majuto. Mwenye imani leo unapotangaza haya, kuna mambo yanaumbika kwenye ulimwengu wa roho. Nimetuma kwake kama yule mjumbe aliyemwambia Sara, mwakani majira kama haya utapata mtoto. Na mimi natangaza mwakani wewe utakuwa wa kawaida, wewe utakuwa wa kawaida, sema mimi hapa, sema mimi hapa, sema mimi hapa. Ninapokwenda kumaliza mwaka, ninapokwenda kumaliza mwaka, ameniahidi niyapate. Ninatangaza hakuna mganga wala mchawi wala mshirikina atakayebeba. Ninaagiza leo kwa jina la Yesu. Piga Bwana Yesu makofi mazuri leo. Haleluya, haleluya. Hebu gonga na mwenzako kama anayo furaha. Mwambie Mungu anajua kabisa na anatangaza mwisho kabla ya mwanzo wako. Na leo anatangaza uwe makini. Wakati anatangaza yako ya kwako, utayabeba moja kwa moja na yatatokea kwako. Sema sina mashaka na Mungu ananiambia. Haleluya. Weka makofi mazuri sana kwa Kato. Yaani Mungu anamuona Isaka ambaye Isaka bado hajafanya nini? Lakini Mungu anasema kabisa, ni mambo ya ajabu. Mungu anasema agano langu nitalifanya na mwanao Isaka atakayezaliwa na mwanamke wako anaitwa Sara. Ina maana kumbe Mungu alipokuwa anamwangalia Sara hivi, anaona ana mtoto anaitwa Isaka. Lakini wanadamu akiangaza yule mama bumba, yule mama tasa, yule mama asiyekaa, anakula, anajaza choo, hana thamani ndani ya ukoo. Lakini Mungu akiangalia hivi, anaona ndani ya mwanamke yule, anaona kipo cha baraka. Na mimi napokuangalia, ninaiona biashara yako, ninaona kazi yako, ninaona unapanda mahali, ninaona unainuliwa mahali, ninaona hatima yako. Watapokea viongozi hapa, unaonekana ueleweki, lakini Mungu akiangalia, anaona mbunge ndani ya kijana mmoja ambaye anakataliwa na ndugu zake, anaona bonge la soja liko mahali. Lakini Mungu akiangalia namna gani, haelewi, lakini anajua namna kukamilisha njia. Na mimi nasema akamilishe kwa jina la Yesu. Sema amina, sema amina. Mungu anaweza kuambia unaponiangalia unaona nini ambacho bado hakijatokea. Niangalie vizuri. Mwambie kama hujawahi kuniangalia, leo naomba nitolee jicho kweli kweli. Kuna kitu hakijatokea nalo, lakini kipo ndani yangu ambacho Bwana alishaweka agano. Na mimi nasema kipo kitu ndani yako ambacho bado hakijaonekana kwa macho ya kibinadamu. Lakini kutangazia leo kipo, na saa zimebaki chache kipo. Unapoona matatizo yako, ni adui anafanya vita na kijua kile kilichopo ili kisionekane. Nasema leo pokea. Lakini Sara pamoja na kwamba hazai, Mungu akimwangalia hivi anaona ana Isaka ndani. Lakini Sara yule amekata tamaa kama wewe. Unatumbo hapa, biashara ishagoma, huoni dalili tena. Ndoa ilishagoma, huoni dalili tena. Umefika mahali umekata tamaa. Lakini wakati umekata tamaa, Mungu akikuwa
zimebakia siku chache tu, kuna jambo litatokea kwako. Na mimi nasema hasitabadilishwa, 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 hasitabadilishwa. Lazima iwe kwa jina la Yesu. Haleluya.